kingine kuhusu kanisa umeniuliza. Kanisa imefaulu kuaminisha watu ya kwamba ukiteseka hapa duniani usijali. Kuna maisha Mungu amekuandalia mahali fulani mazuri kushinda haya. Na imefanya watu wamekuwa wanyonge na kupenda umaskini kana kwamba ndio sasa ndio sifa ya kwenda peponi. Maana wanakuambia utajiri ni mali ya dunia na mali na uhusiano na shetani. Huwezi penda mali na Mungu. Sasa chagua kimoja. Penda Mungu, achana na nini? Na mali. Ndio tupate ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Lakini sasa angalia wanaohubiria hayo mahubiri watu. Pasta Lai, huwa anapeleka gari gani unajua wewe? Unajua anapeleka gari gani? Pasta leo anapelekanga V8, gari ya chini kabisa. Lexus, Mercedes Benz. Ezekiel hapa Kilifi. Unajua anapeleka gari gani? Ushaimuona Ng'ang'a akisafiri? Ng'ang'a hakuna gari, uweze pata kumsafara yake kama gari ndogo. Ng'ang'a msafara wake ni wa Range Rover. Alafu ana escort 2 za JK nyuma na mbele. Wewe subiri. Mungu ameandaa makao yako kule mbinguni mazuri sana. Hii ni mali ya dunia tu. Lakini kwa nini mali ya dunia wao wanataka? Na wao ndio wako karibu na upeo wa Mungu. Kwa nini nafsi zao zinawatuma kwa mali ya dunia? Na wao ndio wako na upeo wa Mungu. Kwa nini wao sio na kiu kabisa kwenda mbinguni kuona kwa mali Mungu amewaandalia? Wale wote hakuna mtu hata mmoja ana daktari wake personal. Ndio maana kwa mara ya kwanza mimi na Ndwale tumekubaliana. Alisema Uhuru huwa anaombea anaponya wagonjwa, lakini yeye akiwa na shida kwenye mwili wake kwenda wapi? Anaendanga India kwa check up. Lakini huko anawaambia amini Mungu, tena anakuambia ufungua peponi mimi ndio niko nao. Ukiniamini mimi nitakupatia ufunguo. Huko dini baba imetumika kama chombo cha kudhibiti maskini wasilete fujo ama kutumia akili zao kwa ufasaha, na wapendo maskini na waamini jiolojia pekee kufika peponi. Hiyo kwa hivyo ni silaha ambayo ni hatari sana, imetumika na matajiri wa dunia kudhibiti maskini wasisumbuane. Na hawasumbui kweli. Na ukiangalia watu ambao wanajituma sana kwa masuala ya dini huwa ni maskini sana.